عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله حق التقوى واعلموا أن أسادكم على النار لا تقوى. Ndugu zangu wa Kiislamu, ashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ziada rehma na amani zimwendee kiongozi wetu wa umma, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu wa Kiislamu, ninajihusia, ninakuhusiani bila kuisahau nafsi yangu kumcha na kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Eleweni na mtambue kwamba miili yetu, ndugu zangu wa Kiislamu, ni dhaifu, ndani ya moto haiwezi kustamili. Ndugu zangu wa Kiislamu, sina budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuweza kutujalia kufikia siku ya leo, ambayo ni siku tukufu, ni siku ya Ijumaa, ni moja katika siku ambazo kitasimama kiyama, na ni moja katika idi za waumini. Alafu kwa uwezo wake Rabbul Izzati wal Jalal amejalia siku ya leo, siku ya Ijumaa, iwe ndio siku ya kwanza ya tarehe moja ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema hii. Ndugu zangu wa Kiislamu, Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi ambao mnaamini, mmefaradhishiwa kufunga kama walivyofaradhishiwa watu waliokutangulieni, na si kwa sababu nyingine. Allah Subhanahu wa Ta'ala alipenda ndani yake mpate cha Mungu. Ndugu zangu wa Kiislamu, tuongee nini katika siku hii ya leo, ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika neema zake zilizokuwa kame katika kijiji alichokuwemo, watu wanakusanyikia, njaa imekuwa kali, mimea hakuna, watoto wanakufa, minyama inakonda. Sasa watu wanamwelekea Musa alayhi salam na kumwambia, ya Musa, ewe Musa, wewe ndio mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inalazimika tumuombe na kumlilia Rabbul Izzati wal Jalal. Nini tufanye Musa, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutoe katika ukame tulio ndani yake? Musa alayhi salam anawaambia watu wake, siku fulani, nyakati fulani, tukutane katika maeneo ya uwanja, tumlilie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana na ukame tulio ndani yake. Huenda kwa uwezo wake Rabbul Izzati wal Jalal tunaweza tukateremkiwa na mvua. Ndugu zangu wa Kiislamu, Musa alayhi salam na watu wake wameelekea uwanjani. Sasa wanamlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaondoe katika matatizo yaliyokuwa ndani yake, awaondolee ukame. Walimnyenyekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, machozi yakawatoka, walinyenyekea ukweli wa kunyenyekea, hadi Musa alayhi salam anawatazama watu wake, anaona, kwa kweli tangu niliona wanyenyekevu sijapata kuona siku ya leo namna watu wangu, umati wangu wamemnyenyekea Rabbul Izzati wal Jalal. Hivyo alimuelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia, ilahi, Mungu wangu, huku akiwatazama kama huwa atqa minna. Hivi kweli katika viumbe wako ya Mwenyezi Mungu kunaweza kuwa kuna wacha Mungu na wanyenyekevu kama umati wangu, kama tulivyonyenyekea siku ya leo? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamjibu Musa alayhi salam akisema, kalla ya Musa, alama kumwambia kwamba sivyo unavyodai ya kwamba anaweza akapatikana kweli mnyenyekevu na mcha Mungu katika ulimwengu huu kama vile watu wako. Allah anaambia, kalla ya Musa, sivyo unavyodai. Sayati zamanu nabiyun, hizo zama zinazokuja huko mbele atakuja mtume dhu hayain. Huyo mtume atakuwa ni mwenye asili ya haya, atakuwa ni mwenye asili ya aibu. Fitratuhu ibada, tabia zake zote huyo mtume itakuwa ni ibada tupu, kama alivyosifiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa innaka la ala khuluqin adhim, hakika wewe mtume uko juu ya tabia nzuri. Allah mwenyewe anamsifu, alama ya kuonyesha kwamba mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wasallam tabia yake yote ilikuwa ni Qur'an, naye akathibitisha yale aliyozungumza Rabbul Izzati wal Jalal, akasema, bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq, nimetumwa mimi mtume kuja kutimiza tabia zilizokuwa nzuri. Bimaana kwa kuwa tabia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam yote ilikuwa ni ibada, yote ilikuwa ni Qur'an tupu. Hivyo amekuja kuzitimiza, watu waone kwake ndio wafuate tabia nzuri. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliposema
kuswali nyinyi. Walahu atba'an, kisha huyu mtume atakuwa na wafasi. A'maluhum qalilun, umri zao zitakuwa ni ndogo, umri wao kuishi utakuwa ni mdogo. Ya'budunani laylan wa nahara, watakuwa wananiabudu usiku na mchana. Walahum shahrun, na watakuwa na mwezi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamueleza habari hizi Mtume Musa alayhi salam wakati bado hajatokea mtume, wakati bado kwa tunalikizi itakuja karne na karne, kisha ndio itokee karne yetu, utokee umma wetu na kutokea mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mungu anamwambia Musa, huyo mtume wala atba'an, atakuwa na wafuasi, umri wao ni mchache. Kama mnavyoelewa, akiishi sana mtu ni miaka 100. Wakati wa Musa watu walikuwa wanaishi mpaka 1000 mpaka 2000. Sasa Rabbul Izzati wal Jalal anamwambia umri wa hawa watu utakuwa ni mdogo sana. Ya'budunani laylan wa naharan, watakuwa wananiabudu usiku na mchana. Na zama za Musa walikuwa na ibada ya usiku peke yake, lakini ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam tunamwabudu Mwenyezi Mungu usiku na mchana. Akaendelea kumwambia walahum shahrun, na watakuwa na mwezi. Nafilatun fihi kafadhun fi sa'iri lidhalika an-nabi. Mwenyezi Mungu, ninakuomba basi unijalie niweze kuwa mfuasi wa huyo mtume. Yote haya Mwenyezi Mungu akamkatalia na kumwonyesha kwamba tayari nimeshakujalia kuwa nabii wa Bani Israeli. Ndugu zangu wa Kiislamu, yote haya aliyatamani Musa alayhi salam kutokana na ubora na mengi aliyosikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayatamka yanayopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kuna mengi ambayo yanapatikana. Miongoni mwa hayo huruma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waja wote kuhurumiwa, waja wote Mwenyezi Mungu anaziteremsha huruma zake na rehema zake kwa waja wake, ambalo ni 10 la mwanzo na 10 la pili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anautoa msamaha wake, na kundi la mwisho Allah anaokoa waja wake na moto wa jahannam na kuwafanya wote waweze kuingia katika pepo yake Rabbul Izzati wal Jalal. Mwenyezi Mungu tunakuomba utupe malipo ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Mwenyezi Mungu tujalie tuweze kuifunga saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhan mpaka mwisho na kusimama visimamo vyake. Uzangu wa Kiislamu, kutokana na haya ndio ilipelekea mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kila ulipokuwa unaandama mwezi mtukufu wa Ramadhan alikuwa anasimama katika mimbari yake kama nilivyosimama mbele yenu, na huku akiwahutubia masahaba kama wanavyotueleza masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha halla hilal Ramadan khataba qailan ayyuha an-nas inna hadha ash-shahra shahrukum fastaqbiluha bil yadayn kufu an-niza'ata bainakum silu al-arham fattaqiyu la yaqta'u rahmi wa at'imu at-ta'am. Ndugu zangu wa Kiislamu, anasema anatuambia masahaba ya kwamba kutokana na hali niliyokuelezeni alikuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam idha halla hilal Ramadan, unapoandama mwezi mtukufu wa Ramadhan alikuwa akisimama kwenye mimbar kama nilivyosimama mbele yenu. Khataba qailan, alikuwa mtume na hutubu akiwaambia masahaba zake, ayuha nnas, enyi watu, inna hadha ash-shahra shahrukum, hakika huyu mwezi ambao umekuandamieni, mwezi mtukufu wa Ramadhan ni mwezi wenu Waislamu. Fastaqbiluha bil yadaini, upokeeni huyu mwezi kwa mikono miwili, upokeeni huyu mwezi kwa shangwe na vigelegele, upokeeni huyu mwezi kwa kupongezana. Kufu nizaa bainakum, mtume anawakemea masahaba na kuambia ondoeni magomvi baina yenu. Kila anayejua kama ana magomvi na ndugu yake ajitahidi ayaondoe, kwa sababu mwezi huu ni mwezi wa furaha, ni mwezi wa pongezi. Upokeeni kwa mikono miwili, upokeeni kama mnavyopokea Idi. Ndugu zangu wa Kiislamu, huu ni wasia wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anawapigia kelele masahaba zake, anawaambia kufu nizaa bainakum, ondoeni magomvi baina yenu. Kila yule ambaye anajua kama ana magomvi na ndugu yake aanze kujitoa na kumwambia tusameheane, turudie kama ilivyokuwa. Haitowezekana ndugu yangu uonekane kwamba unafunga hali ya kuwa bado una magomvi na ndugu yako. Na ndio kwa maana mtume ilikuwa inapofikia mwezi wa Ramadhan, kwa kuwa akupenda miongoni mwa ummati wake mtu ashinde na njaa, kiu cha maji, kumkimbia mke wake, alafu akose malipo kwa ajili ya jambo dogo tu la kuonekana yeye ana magomvi na ndugu yake. Mtume anasema fattaqiyu la yatanaza, kwa sababu malengo ya sisi kufunga ni kutafuta ucha Mungu. Asili ya mcha Mungu hawezi kukubali kuwa na magomvi na ndugu yake. Mnakumbuka kuwa anasema mtume
alayhi wasallam, la, anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwa, hakika waumini wote ni wandugu, waumini wote ni wandugu. Fa aslihu baina akhawaykum, basi suluhisheni baina ya ule udugu uweze kubakia kama ulivyokuwa. Ndugu zangu wa Kiislamu, anaendelea Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akiwasihi masahaba zake, na si kwamba alikuwa anaongea masahaba zao peke yake ya kwamba kufu nizaata bainakum, ondoweni magomvi baina yenu, fattaqiu la yatanaza silul arham, ungeni udugu wa Islamu, ule udugu mliouvunja ungeni kwa ajili ya mambo ya urithi, ule udugu mliouvunja kwa ajili ya mapato, ule udugu mliouvunja kwa ajili ya magomvi, ule udugu mliouvunja kwa ajili ya kugombana wake zenu, mnaomba kwa ajili ya Rabbul Izzati wal Jalal silul arham, jitahidini kuunga udugu, changieni kwa pamoja, mfanye huruma, muonekane kuwa nyote ni kitu kimoja. Fattaqiu la yaqta'u rahimi, hakika yule ambaye utafuta ucha Mungu hawezi kukubali kuvunja udugu. Anasema Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, la yadkhulul jannata qati'u rahimi, kama Waislamu ndugu zangu hawezi kuingia peponi yoyote yule ambaye atakata udugu, yule mtu ambaye anajua yuko na ndugu yake hamtembelee, hamjulii hali. Waislamu tunakata udugu mpaka inafikia mtoto wa baba mdogo hamjui baba mkubwa, mtoto wa shangazi hamjui mtoto wa shangazi yake, mjomba. Watu wamekuwa familia hazijuani kwa sababu ya kule kutotembeleana na kujuliana hali. Watu ndugu zangu wa Kiislamu, hii ndio kama ikiwa tutaendelea na hali kama hizi hatuwezi kuipata pepo yake Rabbul Izzati wal Jalal. Unakutana na mdogo wako au mkubwa wako au shangazi yako, leo mwaka wa 3 wala hawajapenda kujulia hali, nini eti mlikusanyika, yule yuko Kanyosha, mwingine yuko Charama, mwingine yuko Buterere, mwingine yuko Kinama, mwingine yuko Kamenge. Sasa yote kwa kusambaa, watu hamtaki kujuana na kutembeleana. Jambo la kutembeleana ndugu zangu wa Kiislamu, na kwa kuwa tumelivunja udugu, tumeuvunja, na ndio kwa maana riziki zimekuwa na shida, kwa sababu moja ya mtu kupata riziki kwa urahisi, moja ni kusimamisha swala na kujitahidi kuunga udugu, na kuunga udugu wa Islamu ni kutembeleana, ijapokuwa usimpelekee nyumbani kwako. Hivi ndivyo anavyopenda Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume akaendelea anasema, tasafahu fihi, peaneni mikono katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, salimianeni, toleaneni salamu katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, mpeane pongezi. Sio unakutana na mwenzako unamwambia pole na saumu, mpe hongera ya saumu, hakuna pole ya saumu. Waislamu ndugu zangu, tumegeuza kuwa mwezi wa Ramadhani ndio mwezi wa mtu kutepeka, ndio mwezi wa mtu kukosa nguvu, wakati masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio walikuwa na nguvu. Na ukitaka ushahidi wa haya, ukitazama vita nyingi ambazo walizopigana masahaba na wakaweza kushinda, zilikuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Anaendelea Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, tahabu, pendaneni Waislamu baina yenu, wa at'imu ta'ama, namlishizaneni chakula cha Ramadhani. Na ndio kwa maana Mtume alikuwa akisimama na kuwaambia masahaba haya ambayo nimewaelezea ndugu zangu wa Kiislamu. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, hadithi kutoka Ibn Abbas radhi za Mwenyezi Mungu zetu lake, anasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nilimsikia Mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani zetu lake anasema, lam ta'lam ummati ma fi Ramadan, laiti ummati wangu wangelijua nini Ramadhani au mengi yanapatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani, la tamanna an takuna sanatu kulliha Ramadan, ummati wangu ungelitamani mwaka wote ukawa ni Ramadhani. Ndugu zangu wa Kiislamu, hii ni bahati tunaipata Waislamu ya kuweza kudiriki mwezi wa Ramadhani. Laiti Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angelituwazima masikio tukawasikia walioziko Waislamu namna wanavyopiga kelele wakimwomba Rabbul Izzati wal Jalal. Ewe Mwenyezi Mungu, laiti ungelitujalia tukaipata siku moja peke yake na sisi tukadiriki ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Eti leo Muislamu bado utakimbia visimamo vya tarawih, leo Muislamu bado unakwenda kuuza karata eti tupoteze wakati, leo Muislamu eti ndio unatengeneza kibao cha ludo ukapoteze wakati kwenye ludo, wakati ni siku za kumtaja Rabbul Izzati wal Jalal, ni siku za kuisoma Qur'an. Waislamu, ni siku za kusali sala nyingi sana, kwa sababu ni mwezi ambao hatuelewi kama tutadiriki tena mwaka kesho. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum
ونفعناكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة ومن أجلها نعمة الإسلام الذي من أجله فريضة الصيام لما فيه من رفعة الدرجات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أتقى من صلى وصام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أشكر Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ziada rehema na amani zimwendee kiongozi wetu wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye na watu wa nyumbani kwake pamoja na masahaba zake na waislamu wote ambao watakubali kufuata mwendo wake hadi hiyo siku ya kiyama. Ndugu zangu wa Kiislamu, bahati hii ataipata yule ambaye atakayefunga mwezi wa Ramadhani na akachunga miko yake, na moja miko ya mwezi wa Ramadhani ni kujitenga na kile chote kile ambacho alichokataza Rabbul Izzati wal Jalal na kujiweka karibu na yale ambayo aliyoamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waislamu, si mwezi wa ludo, si mwezi wa karata, si mwezi wa zuna, si mwezi wa kwenda kwenye masale na vibanda vya sinema. Ni mwezi wa kujikurubisha mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni mwezi usikubali Muislamu ikupitie sana hauna cha kufanya ila umemtaja Rabbul Izzati wal Jalal. Leo kutamka neno moja ndogo tu, subhanallah subhanallah, basi kwako itakuwa imetosha. Anatuambia Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala biha falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Anasema Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, man lam yada' qawla az-zur, yule ambaye atakayekuwa amefunga alafu hakuacha maneno ya uongo na maneno ya hovyo wal 'amala bihi na kuyafanyia kazi, falaysa lillahi hajatan, aelewa ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa hana haja wala hamu an yada'a ta'amahu wa sharaba, kuacha kwake maji na kuacha kwake kinywaji chake pamoja na chakula yake. Inataka Muislamu unapokuwa umefunga yafunge macho yako, umefunga mdomo wako ufunge, masikio yako yafunge, yani kila kiwiliwili ambacho kitakachokupelekea kufanya makosa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kinalazimika kuwa na saumu. Waislamu, na kuhusieni na mimi nikijihusia, fursa hii tusiipoteze. Hii fursa tumeipata ni kama dhahabu tumeokota. Waislamu, tutulieni. Huyu ni mwezi wa toba, huyu ni mwezi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazikubali dua za waja wake. Waislamu, Mwenyezi Mungu amekunadieni na kukupigieni kelele. Ni fursa mmeipata, wale mnashika kwa Mwenyezi Mungu muombe. Anasema Allah akikubainishieni, akimwambia Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam baada ya masahaba kumuuliza Mwenyezi Mungu amesema ndani ya mwezi wa Ramadhani tumuombe, ni miongoni mwa siku nzuri na nyakati nzuri za kuomba dua zetu Allah azipokee. Sasa tunataka tumuombe Mungu, tumpigie kelele au tumnong'oneze? Mtume baada ya kuwasikiliza masahaba, Mtume ananyamaza. Inateremka kauli yake Rabbul Izzati wal Jalal, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Watu watakapokuuliza waja wangu juu ya dua zao ambazo wanataka kuziomba sasa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mimi Mungu niko wapi juu ya hizo dua zao? Fa inni qaribun, niko karibu nao. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, niko tayari kujibu maombi ya kila yule ambaye atakayeinua. Yule atakayeniomba kazi nitampa, atakayeniomba nimwondolee shida nitampa, atakayeniomba kuoa nitamjalia, atakayeniomba kuolewa nitamjalia, atakayeniomba kufanya biashara apate faida nitamjalia, watoto vyote Mwenyezi Mungu Subhanahu
katika mwezi wa Ramadhani ndio fursa ambayo tumeipata ya kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Waislamu, lakini Allah akaleta sharti akasema falyastajibuni, kwanza wakubali wito wangu, wakubali sheria zangu na wafunge wafuate miko ya saumu. Ndugu zangu wa Kiislamu, tusheke na haya kwa sababu bado tukingaliki tutaongelea mengi katika yanayohusu mwezi mtukufu wa Ramadhani. ألا وصلوا على الهادي البشير أكرم رسول وأوضح